Échanger avec une haute personnalité de la MONUSCO. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet entretien? Nous avons effectivement eu le privilège de recevoir pour la première fois le nouveau patron de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, donc la MONUSCO, l'ambassadeur James Swan. Il était question de prise de contact, premièrement. Alors, son passage au niveau de Goma lui a permis de présenter des civilités aux autorités qui sont à Goma. Ce dont on a parlé, c'est ce qu'il faut surtout savoir, que l'AF-23 est un partenaire pour la paix. Et c'est surtout dans le cadre des processus en cours de négociation à Doha. Nous lui avons notamment parlé des difficultés qu'il y a dans la mise en œuvre, surtout de certains protocoles déjà adoptés, notamment la libération des prisonniers et le cessez-le-feu. En ce qui concerne justement le cessez-le-feu, ce que les autorités de l'AF-23 ont présenté à l'ambassadeur Swan, c'est aussi la demande de la requête express d'établir un pont aérien au titre humanitaire pour aider la population qui est sous des bombardements quotidiens au plateau et au moyen plateau, surtout particulièrement à Minembwe. Bien entendu, nous avons discuté sur d'autres questions pratiques pour lesquelles nous allons poursuivre des réflexions, d'autant que son séjour est encore... Il n'a pas encore quitté le sol de Goma. Nous poursuivons donc les travaux et nous pourrons vous dire les conclusions dès que possible. Je vous remercie. icya mbere ni uko bari baje guhura n'ubuyobozi hano kuri Goma nk'umuyobozi mushasha wa MONUSCO wasimbuye Keita. Noneho icya kabiri ni uko twabonye umwanya wo kuganira ibibazo duhuriyeho hano mu karere, ibibazo bijyanye n'imishyikirano ya Doha. Kimwe muri byo ni uguhagarikwa kw'imirwano, ikindi ni ugufungurwa kw'imfungwa zacu ziri Kinshasa, twe twarekuye ababo bo ntabwo bararekura abacu. Ikindi cya gatatu ni uko twaganiriye ku kibazo cy'umwihariko kiri mu Minembwe kijyanye n'uko imirwano ikomeje no kohereza ibibomba bakoresheje drone, ariko kandi n'ikibazo cy'imibereho y'abaturage kijyanye n'intambara, ariko kijyanye n'ubushake bwa leta bwo kubuza abaturage kugera mu masoko cyangwa se kubona ibyangombwa bibatunga. Kuri icyo kibazo twabasabye ko bategura indege ikazajya ijya mu Minembwe ikajyana ibiryo n'imiti n'ibindi bikenerwa byangombwa by'ibanze. Icyo kibazo barakomeza kukiga, wenda ejo kuko ibiganiro bizakomeza ejo, niturangiza wenda tuzaba dushobora kuvuga igihe byabera n'uko byabera. Hari ibyo bagiye kwiga, hari ibyo natwe tugiye kwiga, tuzongera duhure ejo turangize ibiganiro. Ku ndege zirasa mu Minembwe ibyo bakorana n'abazirasa, ibyo ngibyo ni ibyabo bazabimenya. Chief of MONUSCO, the special representative of the General Secretary of the United Nations. We discussed many things, including the Doha process and the different protocols that we have been discussing in Doha. Among them, we discussed about the release of the prisoners, our fellows that are in jail in Kinshasa, which is part of the discussion in Doha. But we also discussed the ceasefire mechanism and the verification of the ceasefire mechanism. We also spoke about, regarding the ceasefire, the current
hostilities in Minembwe, the constant drone strikes in Minembwe, the humanitarian crisis, the blockade, and we asked for MONUSCO to revisit the possibility of an air bridge to drop food, medicine, and other necessities in Minembwe. And that's something that they are going to study and see how the feasibility of it. In addition to that, we discussed many other things, including how we can work together, regardless of their mandate, and they are working together for the well-being of the local population. Thank you. You have timeline in helping people in Minembwe? That's actually an ongoing discussion. We continue the discussion tomorrow, and maybe at the end of the day tomorrow we will be able to give you some specific timeline. Okay. Yeah. Noneho wadufasha mu Kinyarwanda. Uliamua kuitisha viongozi wa chini ambao wanakuwa kwa vijiji huko ili mkuje mjue kwa nini chama kinapigana. Mjue kwa nini tumekamata silaha na kusimama ili tulete mabadiliko kwa nchi yetu. Ili tukomboe nchi yetu, tukomboe Kongomani. Ndio maana tulisema nyinyi viongozi mkiwa mnakuja hapa na mnaelewa na population itaelewa, sio hivyo? Ndio. Na mengi mmeipata hapa, mmejifunza mambo mengi sana. Na naamini mmepata sasa package ya kupatia raia wenu, watu ambao mnasimamia, watu ambao mnaongoza, inao waelewe kwa nini chama kinapigana, si ndio hivyo? Ndio. Nasema situation ambayo nchi yetu inaishi ndani, mnaifurahia? Hapana. Hiyo ndio maana tumesimama na kupiganisha hiyo uongozi ambao ipo, uongozi mbaya, uongozi ambao iko responsible. Ili tuwe na nchi bora, tuwe na uongozi bora. Na hiyo kazi imeanza na itaendelea. Mwanipata vizuri? Ndio. Kitu ambacho nataka kuelezea ni kuwapatia garanti kwamba hatarudi nyuma hata siku moja. Ndio. Kunakuwa rumors, kunakuwa rimere nyingi kutoka Kinshasa, kutoka kwa adui akisema asubuhi au jioni tutakuwa tumetoweka, tumeenda sijui wapi, Rwanda, Uganda, sijui wapi. Si ndio hivyo? Ndio. Si mnaisikiaka? Ndio. Hiyo haitakuwepo. Il a appelé ses autorités de base à s'approcher de la population en collaborant avec l'armée et le service de sécurité. Shida ziko kwa nchi yetu na lazima zitatulike. Na hizi zitatulike ni kutoa woga. Ni kutoa woga. Mkitoa woga, mnasupport chama, nchi yetu itakombolewa. Mabadiliko ya kweli yatakuwepo. Tuwe na uongozi bora, uongozi wa wananchi, uongozi ambao unapenda wananchi, uongozi ambao unapenda nchi. Tuwe na jeshi nzuri, jeshi la wananchi, sio jeshi hilo ambalo raia naona nakimbia. Hapana. Na mkileta nguvu, hivi vikundi vyote ambavyo viko hapo, wamoja watakuja, watarudi, watatoka msituni wakuje, wajiripoti, wengine watakimbia, na hapo mtapata amani. Na kesho yake hiyo ngozi mbaya ambayo ipo mtakuwa tena muisikie na mtaheshimika, yani mmecontribute ili kuomboa nchi yenu. Wanipata vizuri? Ndio. Nipata vizuri? Ndio. So oga ishe, mwende mjongelea askari wetu, mwe karibu nao, mwapatie habari. Akiwafanya makosa, elezea kiongozi wake, elezea uongozi wa administration upo. Mwache kuogopa, mwe karibu nao. Mwache kuogopa. Hao wote kama hawasikie, hao commanders ambao uko huko kama hawasikie, hao administrateur na wengine wasikie, muite gouverneur, mumuelezee hapa kuna shida. Hao wote kadazi wetu, hao wote askari wetu nao ni binadamu.
Wanipata vizuri? Ndio. Muwe karibu nao, mwapatie habari, msaidiane nao, mtoe oga. Mwajongelee, ni ndugu zenu, ni wenzenu, ni watoto wenu, wamekuja juu yenu na wako hapa juu yenu. Si ndio hivyo? Ndio. Siko imeze? Ndio. Mko tayari kufanya hivyo? Ndio. Mko tayari? Ndio. So mwende huko, mambo ya ukabila mwende muitupe, muizike. Hiyo ni shida kubwa, ndio adui wa kwanza ambao tunaye, na ndio shida imetusukuma kufika kwa tunafika leo. Nyinyi kama viongozi, mhakikishe kama hiyo mambo ya ukabila, tribalism, mmeizika mbali.